Bwana Yesu asifiwe. Mimi baba nilikuwa na swali. Swali langu nasema hivi, mfano mimi nimeingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa au kwenye uchumba pamoja na mchumba wangu au na mke wangu, ila mimi nina tatizo la maumbile kama mwanaume, umbile wangu ni mdogo, wengine wanasema kibamia. Lakini mwenzangu ambaye nimeingia naye kwenye ndoa, kwenye uchumba, yeye katika tembea yake ameshakutana na watu wengi ambao ni zaidi ya kile ambacho niko nacho mimi. Sasa tukishaingia kwenye ndoa, hapo baba, katikati inakuaje? Ndo changamoto yangu ilipo. Ni nyepesi lakini pia ni gumu. Kwanza nimeongea about marriage. Sawa. Nimeongea nini? Ndoa. Amen. Ndoa ni taasisi, is institution. Na ndoa haina engo moja. Ndoa au mahusiano ni love. Na ili mahusiano au ili ndoa iwe ndoa bora inategemea na foundation. That's very important. Foundation. Niwaambia hivi, msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Foundation of marriage. Lazima tujue msingi wa ndoa ni nini. Amen. Foundation ya ndoa ni nini? That's very important. Amen. Kwa kadiri msingi unavyokuwa imara, ndivyo nyumba unaweza kuongeza hata ghorofa 10, 20. Ukiona ghorofa ina magorofa 100 au 20 au 60 au 10 au 2, ujue ina msingi uko deep. Amen. Kwa kadiri deep of foundation ndio strength, ndio uimara wa building. Amen. Kwa lazima ujue foundation ya ndoa ni nini. Na ndoa ina accompany na nini? Tunasema ndoa. Watu wafikiri ndoa ni sexy. Si kweli. Ndoa sio sexy. Let us agree each other. Kwa tukubaliana kama ndoa sio sexy. Kwa sababu kama ndoa ilikuwa sexy makahaba, tungesema wana ndoa. Amen. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa ukitarajia ndoa ni sexy, utadumu kwenye ndoa. Kwa kwanza sexy ni by the way. Sawa? Amen. Kuna watu kabisa wanapendana sana. Yaani they love each other and they have deep relationship. Ila wa sexy. Sure tell you. Unaweza kuona mara moja kwa mwezi na wanapendana, hawana ugomvi, wanajaliana. Hiyo ndio deep love. Are you getting? Amen. Kwa lazima ujue foundation ya ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa ni kuambatana. Ndoa ni kuambatana. Ndoa ni kuwa mwili mmoja. Are you getting? Amen. Kwa ndoa ina accompanied na vitu vingi. Kwa sasa kwa nini umeolewa hapa? Ni mabikira wote hapa. Give the answer. Hapana. Hapana. My question is, umeolewa? Sasa mjaolewa Sasa kwa hiyo ndoa sio sex. Ni jambo pana. Are you getting? Sex by the way. Are you getting? Kuna watu wanapenda kuvaa zaidi. Kuna watu wanapenda story, yani they enjoy akiwa na partner na rafiki yake, wapiga story. Anakuwa very happy akiwa anapiga story. Kuna mwingine anataka au expose. Mwingine anatamani kwenda kustarehe. Mwingine anajisikia la kuwa na dada fulani na kaka fulani, just to like a friend. Kwa marriage relationship is fast friendship. Kuna watu wako kwenye ndoa
Sawa? Mume yuko pale kwa ajili ya sex, mwanamke aenjoy ndoa, anatamani kuondoka kesho. Wapo wengi mtaani eh? Are you getting? Na mentality ya mahusiano ikisha kuwa sex, ndoa sio ndoa hiyo. Hiyo sio ndoa, haiwezi kudumu. So sex ni part of marriage, but not marriage. Is a part. Kama tunasema parts of body. Part of the body. Sehemu za mwili. Nini? Macho, mkono, si ndio wanasema biolojia eh? Si ndio? Kwa even marriage, sex is a part. Kwa unaweza kaiondoa sex, mtu akaenda kusurvive kwenye ndoa na akakaa sawa. Sure tell you. Anamfanya tu Biblia. Anamfanya katika Biblia. Are you getting? So lazima mindset ya mtu iwe hivyo. Na mtagombana, lakini inategemea na foundation. Hiyo foundation umebuild vipi? Umejengaje? Kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano, kwenye ndoa, umemtengenezaje partner wako huyo? Kwenye friendship, kwenye mahusiano, wewe umeitengenezaje? Are you getting? Kuna watu wako hivi. Ni kama vile tuseme I don't know gani nyepesi. Is like a dog. Sawa? Yaani wanaona kama sex is something very important in their lives. Ndio maana wengine wana rape, kwa sababu hawana self control. Ni wafundisha juzi kwenye foundation, lazima uwe na self nini? Control. Lazima utengeneze mind yako na self nini? Control. Don't allow marriage, sex kwamba hiyo ni kitu cha msingi sana. Make it ifanye kama ni part, ni sehemu ya maisha. Are you getting? Nilikuwa na mmoja kijana mmoja mlevi, namshuhudia. Akasema mimi sipendi wanawake hata mmoja, ila napenda pombe. Umesikia? Na yeye na mke wake gombeni, huyu mume wangu mwaminifu. Yaani sijawahi kuona hata message simeka za hapa. Shida yake nini? Mwanamume anasema style yake yeye nini? Na anasema hivi, mimi na enjoy kila mke wangu amelewa. Tunatukana, yani tunabijibizana kiulevi. Yaani the man is enjoying. Akiona mume amelewa na mke amelewa. Are you getting? Vitu vingine kuna mmoja akasema mimi prophet, hii niolewe, nataka mume wangu anakunywa. Are you getting? Na mimi nakunywa. Are you getting it? Umeelewa? Yaani anaamini hivyo kwamba this will be ata-enjoy. Kwa sex kwanza usiweke kipaumbele. Ukiweka kipaumbele itafanyaje? Itakusumbua. Sawa eh? Kwa hiyo ujenge foundation kwenye msingi wa kwamba ndoa ni love, ni upendo. Upendo au sababu mabaya, au sababu wingi wa dhambi, au jivuni, au kuwa na adabu. Kwa hiyo ukimpenda mtu mpende, usimtamani. Nimeleka eh? Umpende, usitamani. Na wewe binti akupende, usitamani. Kwa hiyo hata kama una mahubiri madogo, sawa, huyu ana makubwa, it means mkipendana yani mtafurahiana eh? Are you getting? Of course mtafurahiana kwa sababu msingi wa mahusiano ya ndoa ni love. Ngoja mfano. Jambo gumu sana. Very difficult. Very difficult. Nipata kesa hapa ya dada mmoja. Siku nyingi za zamani. Ni mama na ndoa. Alikuja nimuombe. Lakini nilichokuwa namuombea anasema hivi, baba, mimi huyu mume nakaa naye, ila nikiwa nakutana naye mimi na ndani yangu natamani nimuone ni kama boyfriend yule nini, the ex. Are you getting? Ni define vipi? Is yeye kwenye mental picture yake, kwenye akili yake atamani mwanamume awe kana nani? Kama mchepuko, kama ex, lakini sivyo alivyo. Kwa ni ugomvi mkubwa. Kwa hiyo anakuja kumshauri baba prophet, ni muache na yule ex. Ameshafanyaje? Ameshaoa. Nikamuuliza ana shida gani? Sasa hana shida yoyote, lakini mimi natamani
ninavyoona sura yake is like I want to the guy to be like the ex. Kwa kumbe huyu mama ampendi huyo bwana, there's no love. Kwa hata angempa chochote kile hawezi kumfurahia hata siku moja, kwa sababu ndani yake ana upendo. Are you getting it? Nimeleka ngoja. Swala la kibiolojia gumu ngoja mimi napaswa gumu. Mabinti oye. Vijana oye. Ninyi mabinti mlikuwa mahali hapa ni wazoefu na wake wazoefu. Amen. Amen. Binti yako pata nisaidia pale. Amen. It's like ushakuwa unampenda mtu. Unampenda mtu aidha akupende, si ndio? Au anakupenda wewe ufanyeje? Yule unayempenda in the deep, sawa? Yule unampenda na this is the man I love. Amen. Hata kikusogelea zile feelings zako zinakuwa yani quick. Au uongo? Uongo kweli? Uongo kweli? Naomba mnijibu mabinti. Kweli? Yani hizi hisia za kwa nini quick? It means huyo kama unakaa naye kwenye ndoa itakuwa ni rahisi. Inaeleweka. Lakini unasamai pembeni yako hapa. Umpendi. Are you getting? Yani kugeti ile hisia inakuwa ni shida. Uongo kweli? Anaweza kufanya chochote kufanya lakini nothing. Kwa hiyo swali lako ni kwamba wewe hata kama unamwambia madogo, madam akikupenda, mbona atakufurahia?